Nimesema hii mambo ya kuignore wrong things ndio inasababisha kuwa na uozo kwenye jamii. Hakuna haja uignore. Hii ni advice yangu kwako wewe my friend. Kama uko pale unaona kwamba mambo hayaendi vizuri na unatulia, unasema si mimi ni Mkristo. Na enyewe Wakristo tulisema ni watu wa amani. Umepea watu tenda ya kulima, wamelima vile wanataka. Alafu wewe unasema si enyewe Mungu wewe unapeana pesa, bado utanipea hizo zingine. Wewe acha kupea adui nafasi. Ati sasa kwa sababu wewe ni Mkristo, sasa wewe unavumilia mambo mabaya, mambo ambayo kidogo hayaendi, bado wewe unaendelea kukubali, unaendelea kusema yes, iko sawa. Haiwezi namna hiyo. Watu wameenda kazini, wewe ni Mkristo. Na sasa yule ambaye anakuajiri kazi anataka mlale na yeye bana. Sasa wewe badala ukatae, useme hii haifai, eti kwa sababu because of desperate means zote unahakikisha kwamba umelala na yeye, umepata kazi. Vile ulipata hiyo kazi kwa kulala na yeye, ndipo atapeana kazi nyingine kwa kulala na huyo mwingine na wewe uende, sababu ashamalizana na wewe. Because wakati unataka kazi, unataka tu kazi freely na upate kazi hivyo hivyo na uondoke. Watu wengi wamelazimisha mambo kama haya. Ongea bana, asema hii haifai bana. Hii haifai. Na ndivyo mambo yanavyokwenda. Na inahitaji ukue kwamba umefanya hivyo na inakuwa ni nzuri kabisa. Hatuna lingine. It is that way. Na kama tumefika pale, tumemalizia advice kwa upande huo, nikikwambia kwamba ndugu yangu na dada yangu, sasa imefika pahali ambapo itahitaji ama itakubidi wewe ujiongee, useme hili halifai, hili linafaa, hili linahitaji kufanyika, hili lingine linahitaji kufanyika, ili kwamba masuala yote yawe yako salama kabisa. Katika awamu hii ambapo zimekatika dakika 57 baada ya saa 1 asubuhi, tutaextend kidogo, alafu tukirejea nitakuwa napiga simu kwa one of the musicians katika eneo la Gusii na aweze kutuambia masuala yake kwa upande wake, alafu itakuwa nzuri kabisa. Tupate pumziko, advice inaishia pale, lakini kabla ya kwenda pumziko, wewe hujampokea Kristo, na by the way umekuwa ukisema kwamba mambo hayaendi vizuri na ungependa kupokea Kristo kwenye maisha yako, it's a short prayer ambao unahitaji kuifanya, and ukishaifanya hii utakuwa kwamba leo umeokoka. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, naomba msamaha wa dhambi, naomba kwamba uondoe jina langu kwenye vitabu vya mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa nimeokoka, nitakufuata na njia zangu zote katika maisha yangu yote. Ongoza njia zangu, ongoza hatua zangu, niangazie na uso wako siku zote za maisha yangu. Nisaidie Roho Mtakatifu awe msaidizi katika maisha yangu. Nimeokoka katika jina la Yesu Kristo, nimeomba na kuamini. Amen. Na kama umeokoka vile vile, sasa unaweza kwenda kanisa lolote, sababu hatuna kanisa ambao tunahubiri. Ile kanisa tunakwambia ni ile ambao unahisi kwamba katika roho yako, katika nafsi yako kwamba hii ni nzuri na nitaweza kushiriki nayo. Ukishapata vile vile itakuwa nzuri na utakuwa kwamba umeweza kuwa uko salama kabisa. Tupate pumziko.